We should not be doing that. We should always be there for each other. Take our seats. Aya, ketini jamani, ketini. Mashete. Yes. Wewe wa Tanzania. Hamjambo mabibi na mabwana? Kama unaniona kidogo mikono kidogo, kama unaniona kidogo mikono hivi. Aya, high five huyo mwenye amekaa kando yako kidogo. Aya, mhage kidogo tu hivi kidogo. Aya, nataka ushike hivi mkono ya mwenye yako kando yako, alafu inua juu. Shika mkono ya mwenye yuko kando yako, inua juu. Alafu repeat after me. Sema I don't care who you are, where you're from, what you do, what your tribe is, what your color is. All I know is we are one nation. We are one people. You are my brother, you are my sister, and I love you by force. Na ukikuwa na shida niongeleshe. Haya, you can hug your neighbor sasa kidogo. Alafu na mkisi. Wewe. Sasa mimi ndio naitwa Oga Obina. Wengine wanaita Oga the Top. Guys, focus hapa. Tokeni kwa kipara. Hapa. Naongea macho iko tu kwa kipara. Ina shine. Alright, sasa mimi sijui kwa nini nimewekwa kwa kategori ya watu wa media. Mimi ni familia. Mimi niko hapa kama familia, sijakuja kama media, kwa sababu Kimani was not, he still is my small brother. So how I got to know about Kimani, kuna videos zilikuwa zinaenda online, watu wanapost vitu mingi, wanashare, wengine wanachekelea, wengine wanakejeli. Nikasema hii si kitu poa. So I reached out, I found him, and together with the dad who tumekuwa naye toka mwanzo. Maze, pigeni dad makofi mazee. Tumeshikana na dad, tumetafuta Kimani, tukajaribu pole hospitali, tukafika mahali tukalemewa, nikatafuta mheshimiwa Mike Sonko. Pigeni mheshimiwa Mike Sonko makofi pia. Na hakupinga, na aka come through, tukajisaidia kidogo. Kimani akaenda hospitali, akafika pale, akaanza kurecover mpaka akakuwa discharged. Akaambia pia wangu Moshi na sister yake anataka kurudi interview, ambia watu asante. Akakuja, tukamkaribisha, tukasema haya sasa tuanze kazi. Kidogo tukaona tena relapse. Kidogo mheshimiwa Sonko akamchukua tena, akamrudisha tena hospitalini. Alafu ndio sasa haya majanga yakatupata. Sasa October has not been a very good month for me personally. Sijakuwa vizuri sana mentally and emotionally, kwa sababu tumekuwa na misiba kadhaa zimefanyika, zingine zimekuwa public, zingine zimekuwa private. Lakini hajakuwa mwezi mzuri sana. So personally I am heartbroken. My heart is bleeding. Hata kwa hii matanga ilikuwa ngumu sana nikuje. If not Omosh, Munez and the whole team waliambia tuende, tujikaze tu tuende, kwa sababu I didn't want to see Kimani like this. This was not the plan. Okay? The plan was different. We spoke with Kimani, we spoke with Kimani's dad, we spoke with Kimani's mom, we spoke with Mheshimiwa Sonko. The plan was very different. And then today, now we are here now to lay him down to rest. My heart is broken. And today it is Kimani, tomorrow it can be me, it can be you, if we don't talk to each other. Okay? Tusipongeleshana, ni sisi tutakuwa hapa. Most of us, why? Most of us who are in the media space, most of us who are in the media space, we don't talk, and we go through a lot of problems, and we don't talk kwa sababu the media wants us to be perfect, and that is one thing that I've tried to master. Social media is a scam. It's not a real space. What people show on the media space is not real. Unaona picha nzuri ni filters. Unaona maisha nzuri ni kufake. Sasa wewe unajikaza, unataka kufit pale, unapata marafiki wabaya.
unapoteza direction. Social media is not a real space. And all we are doing as young people, we are competing with each other instead of collaborating and supporting each other. Ukiona mwingine ako na shida, tunaweza kuchekeleana. Tunapiga picha. We should not be doing that. We should always be there for each other. Kwa jamii na waombolezaji wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Shem Albert Ouma, na sisi ni wanafunzi ambao tulisoma na mwenda zake, na tuko hapa from Moi University. Kwanza ninataka kushukuru wale waombolezaji wote ambao wameweza kufika hapa siku ya leo ili kuweza kupeana rambirambi zetu za mwisho na kupeana pia heshima zetu za mwisho kwa Kim. Kim alikuwa ni rafiki yetu sana na alikuwa ni mwanafunzi mwenye bidii sana tangia tulipoingia Moi University in 2013. Kim was so industrious, he was so inspiring. Na wakati ilipofika second year, that is in 2015, Kim was already in national radio. Walikuwa na run program inaitwa Young Nation, where he was competing with other young journalists across the country. And we were seeing him as someone that we can look up to even in our career progression. Wakati ilifika our third year in 2016 and 2017, Kim was already in NTV. He was already on TV, and he was the one who was helping us hata na maneno na attachment na maneno ya kuingia kwa media. So wakati hata tumefanya graduation, Kim bado alikuwa mbele yetu, ni kama mtu ambaye tulikuwa tunaona ndio kwa klasi yetu mzima ndio mtu alikuwa ashaingia kwa industry tayari. So sisi tumepoteza rafiki mkubwa sana. Tumepoteza mtu ambaye tumekuwa na yeye kwa miaka 6 ambayo tulikuwa chuo, kwa sababu Mungu mwenyewe alikuwa na mipango yake. So kwa familia, poleni sana. Kwa marafiki ambao wameweza kupoteza Kim, tunasema pia ni pole, lakini yote tunamwachia Mwenyezi Mungu. Ni hali ambayo ilitupata kama hatujafikiria kwamba wale watu ambao mmesoma nao juzi mnaweza anza kuzikana marafiki. Mostly kama vijana mnapoanza maisha mnafikiria maybe kifo ni ya watu wazee. Lakini sasa wakati mnaanza kuzikana kama marafiki, watu ambao mmesoma pamoja, then inafanya pia sisi tumeanza hata kufikiria kwamba maisha lazima uweke kwa mipango na uweze kumtanguliza Mungu kwa yale yote ambayo unafanya. So asanteni sana na Mungu aweze kuwabariki. Thank you so much. Wapi makofi yao? Pigeni makofi mazuri tafadhali. All right, we forgot to recognize Dr. Muturi. Where are you, Dr. Muturi? From JKUAT. Karibu kwa haraka sana.